Karibu Wonders Farm TZ. Hatua 5 za kulea vifaranga vya kuku. Nataka tujifunze, na hapa nitajikita kuelezea kuku kama kienyeji piwa, chotara aina ya Croiler hybrid, Saso, Turnbro na kuku wengine. Lakini formula hii unaweza kuitumia pia kwa sehemu kwa kuku kama layers pamoja na broilers. Nimekuwa nikikutana na maswali mengi na watu wengine wamekuwa wakionyesha hofu kidogo ya kufanya ufugaji wa kuku wakihofia kulea vifaranga. Unatakiwa ufahamu kwanza, ni kweli kuna gharama kubwa sana ya kulea hawa vifaranga, lakini inawezekana kabisa kuwalea vifaranga toka wakiwa wadogo mpaka kuwa wakubwa. Na katika somo letu leo tutajifunza kumlea kifaranga toka akiwa na siku ya kwanza mpaka siku 35 ambazo tunahesabu kwenye shamba letu ndio mwezi mmoja wa kuku. Yaani akiwa na siku 35 ndio tunahesabu kwamba amefikisha mwezi mmoja, kwa sababu anakuwa amepata chanjo zile zote za msingi za kwanza. Kabla ya kuangalia hatua hizo, ni muhimu ufahamu uchaguzi wa vifaranga sahihi kutoka kwenye shamba zuri bora ni muhimu zaidi. Maana moja ya malalamishi ambayo watu wanakuwa nayo, hata leo nilipokea simu na mtu analalamika kwamba aliagiza Croiler lakini akaletewa vifaranga ambao wamechanganywa, mabroiler wapo, Saso wapo, wengine hajui ni kienyeji au ni kuku aina gani. Kwa hiyo kabla ya kufuata hatua hizi, hebu jiridhishe sehemu ambayo unachukulia vifaranga. Kama ni kienyeji, make sure ni sehemu sahihi, ni watu wanaofanya biashara kwa uaminifu, unapata kienyeji piwa ili kuepukana na hasara, kwa sababu unapata kuku ambao haukuwategemea. Kama ni Croiler, kama ni Saso, kama ni broiler, ni layers, hakikisha unafanya uchaguzi sahihi. Na kama ni mara yako ya kwanza ndo unaanza ufugaji, basi tafuta mtaalamu, jifunze, pata ushauri na ujue unataka kufuga kwa malengo gani. Unafuga kwa kibiashara kwa ajili ya nyama au mayai, au vyote kwa pamoja kwa ajili ya kuzalisha. Ni muhimu ukajua ni kuku aina gani unahitaji kuwafuga na ukafanya maamuzi sahihi ya kuchukua vifaranga mahali ambapo ni sahihi zaidi. Sasa kwenye hatua zetu 5 za kulea vifaranga vya kuku, na hii tunaangalia ni kitaalamu kabisa. Hatua ya kwanza ni kuandaa banda. Hii ni muhimu sana. Usilete vifaranga ndo uanze kufanya maandalizi ya banda, au usifanye maandalizi ya banda vifaranga wakiwa wameshafika. Hakikisha banda lako liko tayari kabla ya vifaranga kuwasili. Maranda ni jambo mojawapo. Tunaita litter. Tumia maranda makavu, safi na yasiyo na unyevu ili kuzuia magonjwa ya miguu kwa kuku na tumbo kwa vifaranga. Sasa hapo, kwa sababu wanakuwa ni vidogo, maranda yanatakiwa at least kutoka sakafuni kuwe na uwiano wa sentimita 2.5 ili isiwe rahisi pia kifaranga kufukua na kufikia sakafu. Lakini pia chanzo kingine ni joto. Weka joto la kutosha, takriban 32 hadi 35 centigrade wiki ya kwanza, ili vifaranga wasipate baridi au kusongamana bandani wakalaliana na mwisho wakafa. Kwa hiyo ukishatandika matandiko yale maranda, unaweza hapo manake banda lako unakuwa umelisafisha. Unaweza kutumia dawa ya VRID kuchanganya na maji na kupuliza bandani siku chache kabla vifaranga kuingia na kuweka maranda. Ukishaweka maranda, siku ambayo vifaranga vinakuja, lisali moja kabla ya vifaranga kuingia bandani, hakikisha umewasha taa yako, zile taa za joto ambazo zinapatikana pia kwetu Wonders Farm. Washa zile taa za joto ili banda lianze kutengeneza kuwe kuna joto. Vifaranga wakija ukute tayari ile joto la takriban centigrade 32 mpaka 35. Lakini kitu cha 3 ni hewa. Banda liwe na hewa safi bila upepo mkali. Hewa mbaya husababisha magonjwa ya mfumo na upumuaji. Ni muhimu kwenye banda kuwe kuna mazingira yanayoruhusu hewa kuingia, lakini pia unapaswa kuyadhibiti isiwe ni upepo mkali unaingia na kuleta hewa nzito bandani. Lakini jambo la 4 ni maji. Maji yawe safi, ya uvuguvugu siku ya kwanza, yapatikane muda wote, yasiwe ya baridi sana. Manake hapo tayari umeandaa na vyombo vyako tayari, umeandaa vyombo vya maji na umeandaa vyombo
vya chakula. Sasa kwenye maji siku ya kwanza unaweza kuwapa glucose au Neoxytic ambao ni antibiotic, inakuwa na minerals na glucose pia ndani yake, na hii husaidia vifaranga kurejesha nguvu, kupunguza stress ya usafiri na kuongeza uhai vitality na kukausha vitovu vyao. Unaweza kuwapa hii kwa siku 3 mfululizo mpaka 5. Vitu vitano vya msingi ambavyo nimevitaja kwenye hatua yetu ya kwanza ya kuandaa banda. Cha kwanza ni maranda, cha pili ni joto, cha tatu ni hewa, cha 4 ni maji, na cha 5 ni glucose au antibiotics ya Neoxytic. Wakati huo unakuwa umeshaandaa vyombo safi vya maji na vya chakula. Hatua ya pili, chakula na ratiba ya kula. Lishe sahihi huamua ukuaji wa vifaranga. Pamoja kwamba siku ya kwanza tunashauri kuhakikisha wanakula wakati wote, lakini bado unapaswa kuwalisha chakula kwa ratiba mara kwa mara ili kuruhusu kupumzika, na sio wakati wote tu wao wanadonoa chakula na miili yao inakosa muda wa kukimeng'enya. Tumia starter feed yenye protini ya kutosha 18 hadi 22% ya protini. Chakula kiwe safi, kikavu na kipatikane muda wote. Wape chakula mara kwa mara siku za mwanzo ili kuimarisha mmeng'enyo na ukuaji wao. Hatua ya 3 ni hatua ya chanjo. Chanjo hulinda vifaranga dhidi ya magonjwa hatari. Fuata ratiba sahihi ya chanjo. Chanjo zote tunazowapa kuku ni chanjo za magonjwa, chanjo zinatolewa kwenye magonjwa ya virus ambayo hayana dawa. Kwa hiyo haya magonjwa yote tunazungumzia Newcastle, chanjo za Newcastle, gumboro, ndui ni magonjwa, na Marex ni magonjwa ambayo hayana dawa. Njia pekee ya kuwasaidia kuku ni kuwachanja. Fuata ratiba ya sahihi ya chanjo. Kama ni siku ya Newcastle, apewe Newcastle. Kama ni gumboro, apewe gumboro. Chanjo itolewe kwa wakati na kwa njia sahihi. Maji, kama ni kuweka kwenye maji, ni macho au sindano kulingana na chanjo husika. Lakini epuka kuchelewesha chanjo, kwani huongeza hatari ya vifo bandani. Kuku akishashambuliwa na magonjwa, hata uwape chanjo kiasi gani, ni vigumu wao kusaidika. Utaanza kutibu dalili, lakini sio ule ugonjwa wa virusi ambao tayari umeingia ndani yao. Kwa hiyo utaona ni hatari sana na inaweza kupelekea vifo. Hebu kwenye eneo la chanjo tuangalie kwa undani zaidi ratiba ya chanjo. Nitaitoa ratiba hii inatofautiana kidogo na ya kuku wa broiler, kwa hiyo nitatoa hii ya chanjo ya kuku kama broiler, saso, kienyeji na kuku wengine chotara. Siku ya kwanza wanapewa chanjo ya Marex disease. Kwa Kiswahili huu ugonjwa huitwa mahepe. Kuku anapindana miguu inalala na kosa nguvu, anakuwa kama anatambaa, na wakati mwingine shingo yake inapinda kwa chini. Hizo ni dalili mojawapo. Lakini njia ya kutoa chanjo hii ni sindano na uchomwa chini ya ngozi shingoni. Lengo ni kuzuia ugonjwa wa neva na vifo vya mapema na huu ugonjwa wa mahepe au Marex. Mara nyingi hutolewa hatchery kabla ya vifaranga kufika shambani. Kwa sisi shambani kwetu tunawapa chanjo hii kabla ya kuwapaki kwenye maboksi punde tu wakiwa wametoka kwenye incubator. Siku ya 7 wape chanjo ya Newcastle HB1. Njia ni naweza kuna zile wametoa sasa hivi za machoni, puani, lakini rahisi ni ile ya kuweka kwenye maji. Lengo la kutoa chanjo ya Newcastle siku ya 7 ni kinga ya awali dhidi ya ugonjwa wa Newcastle. Siku ya 14 wape chanjo ya gumboro IBD, dozi ya kwanza. Njia hii ni ya kuweka kwenye maji, alafu kuku anakunywa, na hakikisha ni kusaidie vizuri. Hakikisha maji unayotumia kuwapa chanjo kuku sio maji ya chumvi, yawe na kama ni maji ya bombani haya Dawasa au Dawasco, basi maji hayo yawe treated vizuri. Namna ya treat maji, treat maji ili kuondoa klorini ambayo inakuwepo kwenye maji. Klorini inatokana na dawa ambayo hutumika kwenye matenki ya maji haya yanayosambazwa na Dawasa au Dawasco kwa ajili ya kuyatibu maji yale. Sasa ile klorini huwa ina tabia ya kuneutralize chanjo. Kwa hiyo namna ya kuondoa klorini kwenye maji, kwanza unayachemsha maji hayo vizuri, yachemke kabisa. Yakishachemka
unayatoa unayaweka kwenye chombo cha wazi kama kwenye beseni au ndoo, yapoe kabisa. Usije ukaweka chanjo maji yakiwa na moto au vuguvugu mkali. Make sure yanapoa kabisa. Njia ya pili ya kuondoa chlorine kwenye maji ni kuyachukua yale maji na kuyamimina kama kwenye chombo cha wazi kama beseni au sufuria na kuyaacha kuanzia masaa 12 mpaka 24 wazi. Kwa kama kesho asubuhi ninawapa chanjo, basi maji yangu nayaweka kwenye beseni na yaweka nje mahali ambapo hataingiza vumbi, na ruhusu yapigwe na hewa kuanzia siku hiyo mpaka kesho yake. Lakini njia nyingine ni kutumia mkaa msafi wa kuni kutumbukiza kwenye maji hayo na kuyaacha akae muda wa masaa 12. Maji yako yatakuwa yamekuwa safi kwa ajili ya kuweka chanjo. Najua wafugaji wengine wameshangaa kwamba kwa nini chanjo nimetoa lakini kuku bado anaonekana kama wakuchanjwa, ugonjwa unakuja kuwashambulia. Ni kwa sababu unakuta umeweka chanjo kwenye maji yenye chlorine nyingi na ile chanjo imekuwa neutralized, imeharibika. Lakini pia unapofungua chanjo, ifungulie ndani ya maji, ina evaporate. Kwa hiyo usifungulie juu. Hakikisha ukishatoa unaifungulia ndani ya maji kwa kabisa. Ziko video nyingine kwenye account yetu ambazo nimeonyesha kwa mifano namna ya kufungulia, ya kuitoa hiyo chanjo, unaifungulia ndani ya maji kabisa. Kwa siku ya 14 ndio ambayo tulikuwa tunazungumzia, nikakumbuka haya ya msingi. Unawapa chanjo ya gumboro dozi ya kwanza, unaweka kwenye maji. Hii ni kwa ajili ya kulinda mfumo wa kinga, immune system ya kuku wako. Siku ya 21 utarudia Newcastle Asota, utaweka kwenye maji ili kwa ajili ya kuimarisha kinga dhidi ya Newcastle. Na siku ya 28 utatoa tena chanjo ya gumboro dozi ya pili booster kwenye maji ili kukamilisha kinga dhidi ya ugonjwa wa gumboro. Na siku ya 5 utawapa chanjo ya ndui, yani fowlpox, inayochomwa kwenye bawa, kuchoma kwenye bawa, wing web, eneo la wazi la bawa ambalo halina nyama, lina ngozi tu. Fuatilia, tafuta video yetu, iko hapo kwenye akaunti yetu. Najitahidi kama inaweza kupop up hapo jinsi ya kuchoma chanjo ya ndui. Hii ni kwa ajili ya kuzuia ndui ya kuku, hasa maeneo yenye mbu wengi. Tahadhari muhimu sana kwenye issue za chanjo. Usitoe chanjo kuku wakiwa na stress, baridi au wagonjwa. Epuka antibiotics siku 2 kabla na siku 2 baada ya chanjo. Yaani kama leo kama nimepanga kesho nitawapa chanjo, siku 2 kabla sitaki niwape dawa yoyote. Natakiwa kuwapa maji matupu tu. Na baada ya kuwapa chanjo usije ukawapa kesho yake antibiotics yoyote, labda vitamins, na sio vitamini zote, maana baadhi ya vitamins zina antibiotics, zimechanganywa na antibiotics. Toa vitamins A, D, 3E, B complex kabla na baada ya chanjo ili kuimarisha miili yao. Maji ya chanjo yawe bila klorini kama nilivyosema. Tahadhari ya kitaalamu na muhimu kabisa kwa kuku wote wa kuchinjwa mapema kama broiler, saso, 35 to 42 days. Chanjo ya ndui siku ya 35 mara nyingi haina lazima kama kuku hawa au shambani kwako hakuna historia ya ugonjwa huo. Lakini kama eneo limekuwa likipata ndui, wape siku ya 35. Kama kuku wanapanga kukaa zaidi ya siku 45, basi unaweza ukawapa siku 45. Lakini kwa maeneo ambayo yana hatari sana ya ugonjwa wa ndui, basi wape mapema sana. Hiyo ni hatua yetu ya ambayo tumeangalia, hatua yetu ya ugonjwa ya chanjo, ya kuzitoa chanjo wakati wa kuku wakiwa vifaranga kabisa. Kwa hiyo tumeangalia hatua ya kwanza ni kuandaa banda, ni hatua ya muhimu. Hatua ya pili ni chakula na ratiba ya kula. Hatua ya 3 ni chanjo ambayo nimeelezea kwa urefu. Na hatua ya 4 ni antibiotics. Hii ni kwa busara zaidi. Unapaswa kutoa antibiotics. Ziko antibiotics muhimu na siwezi nikazitaja tu hivi kwa sababu wafugaji wana tabia, ukitaja tu kitu wanakichukua, hataki tena kupata maelezo ya mtaalamu, baadaye anaenda kuharibu huko. Sasa ili usitindinganye mambo, sitaki nikubagaze kama mfugaji. Antibiotics hutumika kuzuia na kutibu maambukizi ya bakteria. Tumia kwa ushauri wa mtaalamu au dalili zinapoonekana. Epuka matumizi holela
ili kuzuia resistance. Fuata dozi na muda uliopendekezwa. Kuna magonjwa matatu ambayo mara nyingi huwa wafugaji wanakumbana nayo. Ni kusaidia tu kidogo, lakini hakikisha unafuata ushauri wa mtaalamu. Wasiliana na mimi nieleze hali ya kuku wako kabla ya kuchukua maamuzi ya kuwapa antibiotics hiyo. Ya kwanza ni mafua. Baadhi ya wafugaji wengi husumbuliwa na mafua kwa sababu ya hali ya hewa, upepo, hali ya ubaridi au majimaji bandani. Sasa kwenye mafua unaweza kutumia Tylodox. Tylodox ni the best, na hasa ukipata Tylodox kutoka Holland. Zinapatikana kwenye maduka yetu hapa Tanzania. Tylodox Extra WSP 250. Unaweza kuwapa hiyo na inawasaidia sana, na unaweka kwenye maji wape siku 5 mfululizo. Lakini ya pili ambayo wanakutana nayo ni coccidiosis. Kwenye coccidiosis wengi huwa wanakutana na changamoto hiyo. Kuku anarisha kinyesi cha rangi ya ugoro na baadaye hubadilika na kuwa damu kabisa. Sasa tumia Amprolium WSP pia 250, Amprolium kutoka Holland. Ukitumia Amprolium weka kwenye maji na wape kwa siku 5 mfululizo, utakuwa umewasaidia sana. Nilisema nitasema 3, acha niseme tu hizo 2 kwa sababu ya muda. Tuendelee na hatua ya 5, ni vitamins. Hizi ni vitamins muhimu ambazo unapaswa kuwapa kuku mara kwa mara. Vitamins huimarisha afya ya vifaranga. Siku ambazo haukuwa unawapa chanjo, kama tulivyoangalia tiba za chanjo siku ya 7, manake kuanzia ile siku ya kwanza kuendelea unaweza kuwapa vitamins. Siku ya 8, ya 9, ya 10 unaweza kuwapa vitamins, ya 11, 12 unaweza kuwapa vitamins, na ya 14 ukawapa chanjo. Ya 15, 16, 17 unaweza kuwapa vitamins, 18 vitamins, 19 vitamins, 20 vitamins, na 21 ukawapa chanjo, 22 vitamins. Huo unawapa kuku wako vitamins mara kwa mara. Vitamins huongeza kinga ya mwili, hamu ya kula na ukuaji wa kuku. Ni muhimu sana baada ya chanjo, stress au tiba ya antibiotics ukawapa vitamins ama glucose. Tumia vitamins zinazofaa vifaranga A, D, E na B complex. Na vitamins nzuri ambayo naipendekeza unaweza kuwapa kuku wako ni Amintoto pamoja na Topfit na vitamins nyingine. Katika hitimisho letu la hatua hizi, ukizingatia hizi hatua 5 kwa usahihi, vifaranga vitakuwa na afya, ukuaji mzuri, na vifo vitapungua sana au kuondoka kabisa bandani kwako. Kuku wako watakuwa wametimiza siku 35. Vifaranga wako watakuwa wametimiza siku 35 na watakuwa wameshavuka ule ukanda au umri wa kushambuliwa na magonjwa na vifo vya haraka. Sasa hiyo tayari kuku wako watakuwa na kinga nzuri za mwili na afya nzuri, na utakuwa na uwezo wa kuingiza sokoni kama vifaranga waliomaliza chanjo zote. Lakini pia unaweza kuendelea sasa na chakula wakala, na baada ya hapo sasa kuna hatua nyingine. Leo somo letu ni vifaranga. Subscribe channel yetu ya YouTube Wonders Farm TZ, lakini niandikie kwenye comment section nini ambacho umejifunza. Kujiunga na group letu la ufugaji, lipia shilingi 10,000 kwenye lipa namba hapo, na tuma neno niunge kwenye WhatsApp +255 695 531 174. Tutaendelea siku nyingine na nitaeleza baada ya siku 35 kuendelea. Tutaangalia lini wape dawa za minyoo, lini wape chanjo tena, na endelea kufuatilia channel yetu, utajifunza vitu vingi. Karibu sana. Wonders Farm TZ, ubora na uaminifu.